Mpendwa katika Bwana, nikukaribisha tena asubuhi hii ya leo katika mfululizo wa masomo yetu ya Mwinue Yesu Juu, ikiwa leo ni Ijumaa ya tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka 2025. Somo la leo linasema mafanikio kwa juhudi zako, na fungu letu linatoka katika kitabu cha Zaburi 84 mstari wa 11, nalo linasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa ulinzi wako uliotupatia wakati wa usiku. Umetuamsha salama, jina lako litukuzwe. Twaja mbele zako tukisihi Roho wako Mtakatifu atufundishe tukaweze kujua mapenzi yako yanayojifunua kwenye maandiko yako matakatifu. Ndilo ombi letu kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Yesu alisema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Kuwa mwenye bidii, kuwa thabiti. Wasilisha ahadi ya Mungu na kisha uamini bila mashaka. Usisubiri kuhisi hisia maalum kabla hujafikiri kuwa Bwana anajibu. Usiweke ishara kwa njia fulani ambayo Bwana lazima akufanyie kabla ya kuamini unapokea vitu unavyomwomba. Lakini liamini neno lake na uache jambo lote mikononi mwa Bwana, ukiwa na imani kamili kwamba ombi lako litathaminiwa na jibu litakuja wakati huo na kwa njia ambayo Baba yako wa mbinguni anaona ni kwa faida yako. Na kisha amini kuwa utapokea. Tembea kwa unyenyekevu na endelea kusonga mbele. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yaani wamchao hawahitaji kitu. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Hapa kuna ahadi tele na za kutosha, kwa sharti kwamba unakoma kufanya uovu na kujifunza kufanya mema. Kisha weka malengo yako katika maisha ya juu kama alivyofanya Yusufu, Danieli na Musa, na uzingatie gharama ya ujenzi wa tabia, na kisha ujenge kwa ajili ya sasa na milele. Shetani atazuia juhudi zako za kusonga mbele. Njia yako haitakuwa rahisi kila siku, lakini kuna vitu vya kutia moyo katika ahadi za Mungu. Bwana ameahidi kwa neno lake kwamba katika kila juhudi za kuiendea haki atatusaidia. Tu wadhaifu na hatuna hekima, lakini Mungu alisema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Jifunze tu kuwa mkweli, kama usiache kumshikilia Mungu ili kustahimili katika huduma yake, na kisha utakuwa mshindi kwa damu ya mwana-kondoo. Katika kufanya kazi hii, wewe mwenyewe unakuwa na mvuto kwa wengine wengi unaohusiana nao. Maneno yaliyotamkwa kwa wakati mwafaka ni mazuri mno. Lina nguvu jinsi gani neno la tumaini, ujasiri na azma ya kutenda haki katika njia ifaayo litampa mtu anayeelekea kutumbukia katika mazoea yanayovunja moyo. Kusudi thabiti uwezalo kuwa nalo katika kutekeleza kanuni njema litakuwa na mvuto ili kufanya roho ziwe na uwiano katika mwelekeo sahihi. Hakuna kikomo kwa mema uwezalo kuyafanya. Ikiwa utalifanya neno la Mungu kuwa kiongozi wa maisha yako na kuongoza utendaji wako kwa maagizo yake,
ukifanya makusudi yako yote na bidii yako katika kutimiza wajibu wako kuwa baraka, mafanikio yatafunika juhudi zako. Mungu awabariki sana.